uwazi, lakini pia na uwajibikaji. Kupitia maafisa maendeleo ya vijana katika kila halmashauri, tutahakikisha kwamba changamoto zenu zinatatuliwa kwa wakati na fursa zinawafikia walengwa. Na katika mikopo hii, ningependa nieleze maeneo machache ya uboreshaji na utoaji wa mikopo ambao vijana wamekuwa wakilalamikia kwenye maeneo mengi sana. Eneo la kwanza limelalamikiwa sana na vijana ni eneo la vigezo. Wengi wanasema ukienda lazima uwe na dhamana. Si ndio tumesema? Wanasema wanataka kuwa na dhamana. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kwamba mikopo hii inahusiana na vijana. Kijana hahitaji kuwa na dhamana yoyote. Milioni 200 tulizozitoa kwa awamu ya kwanza kwa vijana wa Mwanza, hakuna kijana aliyeweka hati, hakuna kijana aliyeweka kiwanja, wala hakuna kijana aliyeweka nyumba. Sisi tumewaamini vijana, tukiamini kwamba kile tulichowapatia, vifaa tulivyowapatia ndio vinatumika kama dhamana, kama collateral yao. Kwa hiyo tumeondoa mambo ya dhamana katika mikopo ya vijana, ili kila kijana bila kujali uwezo wake wa sasa aweze kupata fedha na kuweza kuwekeza. Lakini eneo la pili ambalo lilikuwa linazungumzwa sana na vijana ni kwamba unapewa pesa leo, unahitaji kufanya marejesho kuanzia kesho. Mradi unakuwa hujaimarika, mradi unakuwa hujakuwa, mradi unakuwa hujasimama vizuri. Mimi pamoja na wataalamu pale wizarani tumekubaliana kupitia mwongozo mpya ambao umetolewa sasa hivi katika miradi yote ya vijana ambayo itakuwa inapitia mfuko wa maendeleo ya vijana, tuna grace period, tuna muda wa kumwacha kijana azalishe kati ya miezi 3 mpaka miezi 6. Kikundi cha kwanza kilichowapatia UTA jana kwa shilingi milioni 100, utatoa ziko 5. Wale wataanza kurudisha mikopo yao baada ya miezi 3. Kikundi cha samaki wataanza kurudisha mikopo baada ya miezi 6, ili kuhakikisha kwamba wameimarika na wanaendelea kuzalisha. Kwa nini tunafanya hivi? Tunataka fedha tunazozitoa ziache alama na kuwakomboa vijana katika changamoto zao. Kwa hiyo ninawatia moyo vijana kwa mara nyingine. Tunaendelea kuboresha mazingira, lakini pia tunaendelea kuboresha taratibu za utoaji mikopo ili ukianzisha biashara isife. Pamoja na hayo, tuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa na wenzetu wa TRA kwa ajili ya kuboresha mazingira ya vijana, hasa katika swala zima la kodi. Na hivi karibuni tutazindua dawati maalum ambalo linashughulika na masuala ya vijana inapofika swala la kodi, ili kijana yote wa nchi hii asikwame popote na asikwamishwe na jambo lolote, ili afanikiwe katika malengo yake.